Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya muda na wakati kama huu. Roho Mtakatifu unastahili kuabudiwa, maana hakuna aliye kama wewe. Asante kwa siku hii nzuri ya leo. Ni huruma zako na rehema zako sisi hatuangamii. Roho Mtakatifu, fungua masikio yetu ya rohoni tukapate kulisikiliza neno lako na kulitendea kazi. Tusiwe watazamaji na wasikilizaji. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tujifunze kwa pamoja Zaburi 112 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Haleluya. Tukisoma pia kwa tafsiri nyingine ya Swahili, neno la Mungu linasema, tafsiri nyingine ya Biblia habari njema, sio Swahili, samani. Msifuni Mwenyezi Mungu, heri mtu anayemcha Mwenyezi Mungu, anayefurahia sana kutii amri zake. Haleluya. Wazawa wake watakuwa wenye nguvu nchini, watoto wa wanyofu watapata baraka. Nyumbani kwake kutakuwa na mali nyingi, uadilifu wake wadumu milele. Haleluya. Ukisoma hii Zaburi 112 katika mistari niliyosoma, kuna vitu vya kujifunza, nipenda tushare pamoja. Haleluya. Faida za mtu akiwa anamcha Mungu. Haleluya. Kwanza asema heri mtu yule amchaye Bwana. Haleluya. Kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni kuwa na hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu pasipo, yani huangalii mazingira yanasemaje, huangalii kwamba baba ananiona, mama ananiona, ndio unakuwa holy. Hapana. Haleluya. Kumcha Mungu, hata unapokuwa sirini unamcha Mungu, maisha yako yanampendeza Mungu. Haleluya. Kwa hiyo mtu anayemcha Mungu anapendezwa na amri za Mungu. Haleluya. Anapendezwa na maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu pia ni pamoja na neno la Mungu. Haleluya. Haangalii kwamba hapa nilipo sasa hivi, kwa mfano kwa wanachuo. Haleluya. Haleluya wanachuo, kwamba hapa nilipo nipo mkoa mwingine, wazazi wangu nimewaacha mkoa mwingine, kwa hiyo sasa Yesu, kaa pembeni Yesu. Sasa hivi niendelee kufanya mambo yangu. Haleluya. Mtu anayemcha Mungu huwa hafanyi vitu kwa sababu watu wamuone, bali anafanya vitu kwa kuwa aonaye sirini anaona vyote. Kwa hiyo hafanyi vitu ili aonekane, hafanyi vitu kwa sababu wazazi wake labda ni watumishi wa Mungu, wazazi wake wanamuhimiza kwenda kanisani, kwa hiyo anajaribu kufanya vitu ili kuonekana yupo punctual. Haleluya. Kuwapendeza watu. Hapana. Mtu ambaye anamcha Mungu, anayemcha Mungu kweli kweli, anakuwa anamcha Mungu akiwa sirini na hadharani, awe na wazazi wake, asiwe na wazazi wake, mtu huyo anamcha Mungu. Na kumcha Mungu sio kulazimishwa kwenda kanisani, soma neno la Mungu, una mfungo funga. Hapana. Mtu anayemcha Mungu siku zote anakuwa ana nidhamu binafsi ya kiroho. Haleluya. Kwa sababu anapendezwa na maagizo ya Mungu. Na maagizo ya Mungu kama pamoja na kusoma neno la Mungu, kama nilivyosema awali, kuzitii amri za Mungu. Haleluya. Hashurutishwi. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Haleluya. Ukiangalia tafsiri nyingine inasema wazao wake watakuwa wenye nguvu nchini, watoto wa wanyofu watapata baraka. Haleluya. Mtu ambaye akimcha Mungu, ni faida hizo. Mtu ambaye anamcha Mungu, watoto wake watabarikiwa. Haleluya. Watoto wake watabarikiwa kwa sababu ya yule mtu mcha Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ni faida nzuri namna gani kwako wewe kijana, kwako wewe binti, ukimcha Mungu katika huo umri wako. Fikiria kesho na kesho kutwa unakuja kuwa na familia yako, watoto wako nao
wana flow na hizo baraka, kwa sababu watakuwa wanasema, kwa sababu mama yetu tumemwona akiwa anafanya hivi, baba yetu anafanya hivi, kwa sababu Mungu siku zote analiangaliaga neno lake. Haleluya! Kwa hiyo unapokuwa unamcha Mungu, unakia kwamba ni mbegu unaipanda, itakuja yani utakuja kuona matunda yake mbeleni. Haleluya! Kwa hiyo mche Mungu, mche Mungu, mche Mungu kwa faida yako binafsi, mche Mungu pia kwa ajili ya uzao wako. Haleluya! Mche Mungu, mtu wa Mungu. Haleluya! Mche Mungu ili kesho na kesho kutwa watoto wako waje kujivunia kwamba walikuwa na mama bora, walikuwa na baba bora, au wanaye baba bora, wanaye mama bora. Watoto wako ni raha namna gani watoto wako wanakuja kusema kwamba ninasimama imara ni kwa sababu baba yangu, maombi ya baba yangu. Haleluya! Ninasimama imara ni kwa sababu maombi ya mama yangu. Haleluya! Inapendeza inapendeza, lakini kila kitu ni gharama. Kwa hiyo kubali kulipa gharama kwa ajili ya uzao wako, na uzao wako ni kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 4. Mtu wa Mungu, usicheze na dhambi. Usicheze na dhambi, ikimbie dhambi, ikatae dhambi, kemea dhambi. Haleluya! Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Haleluya! Utajiri utajiri kwenye tafsiri ya Kiingereza inasema hivi, riches and wealthy. Kwa hiyo utajiri na nini? Na mali, riches and wealthy. Haleluya! Kwa hiyo utajiri wa mali, utajiri wa pesa, utajiri wa amani, utajiri wa upendo, utajiri wa maadili mazuri. Haleluya! Mtu anayemcha Mungu, nyumbani kwake kutakuwa na utajiri. Haleluya! Utajiri wa kwanza nazungumzia ni pesa. Utajiri mwingine naozungumzia amani, furaha, upendo, uadilifu, heshima, unyenyekevu. Hivyo ni vitu vyote ambavyo ni matunda ya mtu ambaye anamcha Mungu. Nyumbani kwake atabarikiwa, na atabarikiwa mali na nini? Na utajiri. Haleluya! Utasema mbona kuna watu ambao hawamchi Mungu? Lakini mimi nazungumzia kumcha Mungu. Mungu muumba mbingu na nchi. Haleluya! Kwa hiyo sizungumzii wengine, kwa sababu hujui wanaofanya sirini mpaka wanapoa vile walivyo. Haleluya! Na njia ni mbili tu, kanuni ni mbili tu. You either choose to serve God or choose to worship Satan. That is it. Njia ni mbili tu, mtu wa Mungu. Haleluya! Ikiwa njia ni hizo mbili. Haleluya! Kwa hiyo ikiwa mtu yupo upande wa Mungu, uwe na hakika kwamba huyo mtu mwingine atakuwa yupo upande wa shetani, hakuna kingine. Kwa hiyo chagua kumcha Mungu ili uje kuwa tajiri, ubarikiwe wewe na uzao wako. Haleluya! Hizi ni ahadi za Mungu, na Mungu wetu hadanganyi. Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Haleluya! Mche Mungu, mche Mungu ili watoto wako wajivunie wewe. Haleluya! Wajivunie kuwa na baba kama wewe, wajivunie kuwa na mama kama wewe. Haleluya! Wajivunie kuwa na wazazi kama wewe. Haleluya! Mche Mungu. Haleluya! Mche Mungu, jiepushe na uovu. Haleluya! Mche Mungu, jiepushe na uovu. Haleluya! Soma neno la Mungu, ishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, funga, omba. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Haleluya! Kwa hiyo tumche Mungu. Kijana mwenzangu, tumche Mungu. Tusifuatishe dunia na mambo yake. Tumche Mungu, tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Haleluya! Wanachuo, tumche Mungu. Umeondoka nyumbani kwenu ukiwa ni mcha Mungu, umefika chuoni umeanza kufanya vitu ambavyo vimpendezi Mungu, tubu na kuiamini Injili. Haleluya! Tubu na kaa katika njia nzuri na umpendeza Mungu. Haleluya! Sijui kwa nini leo wanachuo ambao umeiacha njia ambayo mmetoka nayo, umelelewa katika njia nzuri, lakini umefika chuo umepita kona. Yesu anakutaka urudi. Haleluya! Mche Mungu, mche Mungu. Usimche Mungu kwa sababu wazazi wako mche Mungu ni kwa ajili ya faida yako. Haleluya! Mbinguni hatutoenda kwa ajili ya, haleluya, na mche Mungu kwa faida yako. It's worth it. Haleluya! Mungu abariki sana. Asante Mungu.